Binti Basila, mwanamke mwenye nguvu na maadili. Binti Basila alikuwa msichana mrembo, mwenye bidii na malengo makubwa. Alizaliwa katika kijiji kidogo kilichozungukwa na milima ya Manyara, sehemu yenye mandhari ya kuvutia, lakini aliishi maisha magumu. Familia yake ilikuwa maskini, lakini walijivunia kwa kuwa na mtoto mwenye ndoto kubwa ya kufanikiwa maishani. Basila alipokuwa na umri wa miaka 23, alijua kuwa ili kufikia malengo yake, alihitaji kuhamia jiji kuu la Dar es Salaam kutafuta fursa za kazi. Aliamini kuwa jiji lingemsaidia kufikia ndoto zake za kuwa mjasiriamali na pia kusaidia familia yake. Alipofika Dar es Salaam, alijua kuwa ilikuwa vigumu kwa mtu asiye na connections kupata kazi haraka, lakini hakukata tamaa. Alikuwa na elimu nzuri ya kidato cha 4 na alikuwa na hamu ya kujifunza zaidi. Alianza kutafuta kazi kwa bidii, lakini alikumbana na changamoto kubwa. Kila alipoenda kuomba kazi, alikutana na wahusika waliokuwa na nia ya kumtaka kwa njia zisizo za kimaadili. Walimuomba rushwa ya ngono ili kumpa kazi. Lakini Basila alikuwa amekuwa katika familia ya imani thabiti na alijivunia kuwa msichana aliyeokoka. Alikuwa amejijengea maadili imara na alijua kuwa mwili wake ni hekalu la Mungu na hakuwa tayari kuuza utu wake kwa faida yoyote ile. Alijua kuwa njia ya mafanikio ilikuwa ngumu, lakini aliamini kuwa alikuwa na nguvu ya kupinga jaribu lolote linalokuja mbele yake. Katika kila ofisi aliyoenda, alikumbana na maombi haya ya kijinga. Walimu wa kazi walikuwa wanataka kumshawishi kwa ahadi za kazi nzuri, lakini Basila aliendelea kupinga kwa heshima. Alijua kuwa ingawa alikosa kazi kwa muda, hakufaa kujikuta katika hali ya kujuta. Aliendelea kutafuta kwa bidii, akiwa na imani kwamba Mungu angemfungulia milango sahihi. Siku moja, alikubaliana kufanya kazi ya kujitolea katika shirika la kusaidia wanawake na watoto. Huko alikutana na mkurugenzi wa shirika hilo, ambaye aliona juhudi za Basila na aliguswa na hadithi yake. Alijua kuwa Basila alikuwa na uwezo wa kufanya kazi nzuri bila ya kuathiriwa na majaribu yanayomzunguka. Mkurugenzi alikubali kumchukua Basila kama mfanyakazi wa shirika na hivyo kumfungulia milango ya mafanikio. Basila alijivunia kwa maamuzi yake ya kutofuata njia za haraka, na kwa uthubutu wake aliweza kupata kazi halali na ya heshima. Alifurahi kuona kuwa maadili yake na imani vilimsaidia kufikia malengo yake na hatimaye alifanikiwa katika jiji la Dar es Salaam. Hadithi ya Basila inatufundisha kuwa hata wakati tunapokutana na changamoto kubwa, ni muhimu kudumisha maadili na heshima ya utu wetu. Maisha yanaweza kuwa magumu, lakini iwapo tutashikilia imani yetu na kufanya kazi kwa bidii, tutapata mafanikio ya kweli.